Mkuu wa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili Profesa David Mwakyusa, Mwenyekiti wa Baraza la Chuo Dr. Alison Makembe, nitambue Mkurugenzi Mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili Dr. Delila Kimambo, nitambue uwepo wa Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi ya Mifupa Muhimbili Mheshimiwa Balozi Dr. Mpoki Ulisubisa, Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi ya Saratani ya Ocean Road Dr. Diwani Msemo, Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete Daktari Peter Kisenge. Nitambue uwepo wa Mkurugenzi wa Taasisi ya Tafiti za Magonjwa ya Binadamu NIMRI Profesa Said Abud. Vile vile nitambue uwepo wa Principal College of Medicine Chuo Kikuu cha Aga Khan Profesa Pascal Rugajo. Lakini vile vile nitambue uwepo wa mwakilishi kutoka Wizara ya Afya Dr. Omari Ubuguyu, mwakilishi kutoka Chuo Kikuu cha KSMC. Nitambue uwepo wa wawakilishi kutoka mashirika na taasisi mbalimbali. Nitambue uwepo wa wajumbe wa Baraza la Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, wageni waalikwa, maprofesa na wahadhiri, wahitimu, wazazi na walezi, jumuiya na chuo, waandishi wa habari, habari ya asubuhi. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kwa niaba na jumuiya ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Muhimbili MUHAS, ninayo heshima kubwa kukukaribisha hapa kwenye mahafali haya ya 19 tangu chuo hiki kiwe chuo kikuu kamili. Nipende pia kukushukuru kwa kukubali na kuja kuwatunikia stashahada na shahada mbalimbali wahitimu wa mwaka huu wa 2025. Aidha, napenda kuwakaribisha na kuwashukuru wageni waalikwa, viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali na zisizo za serikali, washirika wa maendeleo, wazazi, walezi, ndugu na marafiki kwa kukubali mwaliko kushiriki nasi katika sherehe hii ya mahafali. Karibuni sana. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, leo tunasherehekea matokeo ya kazi, bunifu na kujituma kwa pamoja. Tunapoadhimisha mafanikio haya, napenda kuanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuchaguliwa tena kuendeleza uongozi wa serikali ya awamu ya 6, pamoja na Makamu wa Rais Mheshimiwa Daktari Emmanuel Nchimbi kwa kuaminiwa kushirikiana katika kuendeleza dira ya mageuzi ya kiuchumi nchini. Aidha, nimpongeze Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni vile vile mpongeze Profesa Adolf Mkenda aliyeteuliwa kuwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, vile vile na Mheshimiwa Wanu Amel kwa kuteuliwa kuwa Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuwekeza katika elimu ya juu, utafiti na bunifu, jambo linaloliwezesha Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Muhimbili kupiga hatua kubwa katika kuimarisha ubora wa elimu ya afya na huduma kwa jamii. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, baada ya kusema hayo, napenda sasa kuchukua nafasi hii kuwatambulisha kwako wahitimu wa mahafali ya leo ambao muda sio mrefu utawatunukia shahada za uzamivu, za uzamili, za kwanza na stashahada mbalimbali za Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, katika mahafali ya mwaka huu, chuo kina jumla ya wahitimu 1362. Kati ya wahitimu hawa 504 sawa sana asilimia 37 ni wahitimu wa kike. Na hawa wamemaliza masomo yao katika ngazi za stashahada, shahada za kwanza, uzamili, ubobezi yani super specialization na uzamivu. Hii ni ishara ya mafanikio makubwa katika utekelezaji wa dira ya chuo ya kutoa wataalamu wa afya wanaojibu mahitaji ya taifa na kimataifa. Katika wahitimu wa mwaka huu, wahitimu 108 watatunikiwa stashahada na stashahada ya juu katika fani mbalimbali za afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Pia wahitimu 680 watapata shahada ya kwanza na wengine 511 shahada ya uzamili. Vile vile wahitimu 54 watatunikiwa degree za uzamili za ubobezi, yani Master of Science Super Specialization. Na tunao wahitimu 9 ambao watatunikiwa degree za uzamivu ya udaktari wa falsafa. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, katika mahafali haya tunao wahitimu 37 wa program mpya, moja ya shahada ya kwanza, moja ya uzamili na moja ya uzamili ya ubobezi, yani MSc Super Specialization, ambazo zimeanza kutoa wahitimu mwaka huu wa 2025.
Fani hizi mpya zinaendana na malengo ya Wizara ya Afya ya kuboresha huduma na kuongeza wataalamu wa afya, na zitasaidia ukuaji wa uwezo wa kutoa huduma hizi muhimu hapa nchini. Sambamba na hilo, chuo kimefanikiwa kuanzisha programu mpya 3 za shahada za awali na programu 11 za uzamili na za ubobezi ambazo zinatolewa katika chuo chetu pekee nchini, na tumefanikiwa kudahili wanafunzi hao kwa mwaka huu wa masomo 25-26. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kwa mwaka wa masomo 25-26, kurugenzi ya shahada za awali imefanikiwa kudahili wanafunzi 986 wa shahada ya kwanza na 295 wa stashahada katika fani mbalimbali za afya. Licha ya ongezeko la waombaji wenye sifa, MUHAS bado inakabiliwa na changamoto ya udahili kutokana na uhaba wa miundombinu pamoja na rasilimali watu. Kwa mfano, katika mwaka wa masomo 25-26, kati ya waombaji 5395 wa shahada ya udaktari wa binadamu ni wanafunzi 235 sawasawa na 4.3% pekee waliodahiliwa. Kwa shahada ya ufamasia, kati ya waombaji 4972 ni wanafunzi 110 sawasawa na 2.2% pekee waliodahiliwa. Lakini ujenzi wa miundombinu ya kufundishia katika kampasi ya Mloganzila na Kigoma kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yaani Higher Education for Economic Transformation Project, unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka 2026, na uwepo wa miundo hii utasaidia chuo kuongeza udahili wa wanafunzi. Kwa upande wa shahada za uzamili na uzamivu, idadi ya wanafunzi waliodahiliwa kwa mwaka wa masomo 25-26 imeongezeka na kufikia wanafunzi 1113 na wa uzamili na 28 kwa uzamivu. Hii ni ongezeko la takriban 5% kwa uzamili na 65% kwa uzamivu ukilinganisha na mwaka 24-25. Aidha, mitaala mpya 13 imeandaliwa na kuidhinishwa na Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania, na hivyo kuwezesha MUHAS kuwa na programu za mafunzo za uzamili 95. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo chetu kimeendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kufundisha, kufanya tafiti, kutoa huduma kwa jamii na kutoa ushauri wa kitaaluma kwa kuzingatia viwango vya juu vya ubora, ubunifu na uwajibikaji. Yafuatayo ni baadhi ya mafanikio muhimu yaliyopatikana katika mwaka wa masomo 2024-25 kutokana na juhudi hizo. Kwa upande wa ndaki ya tiba, ndaki hii imeongeza udahili wa wanafunzi wa shahada ya kwanza hadi kufikia 474 sawa na ongezeko la 8.5%, na shahada za uzamili hadi 563 ambazo ni ongezeko la 12.8% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Aidha, ndaki imeimarisha ushirikiano na hospitali na vyuo mbalimbali duniani ili kuboresha ubora wa ufundishaji na tafiti, sambamba na kuanzisha programu 5 za shahada za awali za uzamili. Kwa upande wa shule ya famasia, shule hii imetoa mafunzo na kufanya usimamizi shirikishi wa huduma tabibu za ufamasia katika hospitali za rufaa 15 nchini, na juhudi hizi zimechangia utekelezaji wa sera ya serikali ya huduma tabibu za ufamasia nchini. Aidha, shule ya ufamasia imefanikiwa kusajili bidhaa za afya zikiwepo sabuni za maji katika Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba, na usajili kupitia Shirika la Viwango la Tanzania unaendelea. Bidhaa hizi zimeanza kuuzwa katika maduka ya dawa na sehemu nyingine nchini, na hatua hii imeanza kuongeza mapato ndani ya chuo na hivyo kuleta tija. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, Shule Kuu ya Kinywa na Meno imefanikiwa kununua mashine ya kisasa ya 3D printer kwa ajili ya mafunzo, tafiti na huduma za meno bandia, na imekamilisha ukarabati wa chumba cha upasuaji wa kinywa, yani dental theater, kitakachotumika kwa wagonjwa wenye uhitaji maalum. Aidha, shule imepewa idhini ya kuanzisha kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki cha sayansi ya kinywa na meno, hatua inayoweka MUHAS katika nafasi ya juu kimataifa katika elimu ya kinywa na meno. Kwa sasa hivi serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ufadhili wa mradi huu. Kwa upande wa Shule Kuu ya Uuguzi, imeendelea kuboresha ubora wa mafunzo kwa vitendo kupitia ujenzi wa uwezo kwa wakufunzi, kuongeza maeneo ya mafunzo kwa vitendo na kuanza kutumia mitaala mpya ya miaka 3 kwa programu za ubobezi. Aidha, shule hii imeanzisha ushirikiano na shirika NILACS Home Based Care kwa ajili ya huduma za kijamii, sambamba na kushiriki kamilifu katika kampeni za afya ya mama, mtoto na lishe. Kwa Shule Kuu ya Afya
ya umma na sayansi za jamii imeongeza idadi ya wanafunzi wa uzamili na uzamivu kwa 5%. Machapisho ya kisayansi yameongezeka kwa 10.9 na ushirikiano wa kitaasisi yameongezeka kwa 100% kutoka taasisi 20 mwaka jana mpaka taasisi 40 kwa mwaka huu. Pia shule hii imeongeza idadi ya miradi ya ushauri elekezi kwa 63% na hivyo kuchangia katika kutengeneza ushahidi wa kisayansi unaoongoza sera na maamuzi ya kiafya nchini Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki. Kwenye taasisi ya dawa asili imeimarisha tafiti, elimu na huduma kwa jamii kupitia mafunzo ya kitaalamu kwa watoa huduma 1115 wa tiba asili ili kuboresha ubora na usalama wa dawa za asili nchini. Lakini taasisi imeanzisha mitaala mipya miwili wa stashahada na shahada ya uzamili na kuendelea kuzalisha dawa na bidhaa za asili kwa ajili ya magonjwa yasiyoambukiza. Kwa upande wa taasisi ya sayansi za afya imeimarisha uwezo wa watumishi kwa kuwapeleka wakufunzi 23 katika mafunzo ya muda mfupi na ujuzi wa ufundishaji na kuwapokea wahitimu walimu wapya 8, na hatua hii imeimarisha ubora wa mafunzo ya vitendo na kuwezesha ongezeko la udahili wa wanafunzi. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, Kurugenzi ya masomo ya shahada za juu imeratibu mafunzo ya wanataaluma wasimamizi wa wanafunzi wa masomo ya uzamivu yani PhD. Jumla ya wanataaluma 25 walipatiwa mafunzo haya, na kutokana na uboreshaji wa utoaji wa mafunzo ya uzamivu hapa chuoni, chuo chetu kilipewa cheti cha Orpheus Evaluation na shirika la Orpheus mnamo tarehe 27 Juni 2025. Kwa upande wa kituo cha umahiri wa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu katika kampasi ya Mloganzila, kama alivyoeleza mwenyekiti wa baraza, awamu ya pili ya mradi huu ilizinduliwa tarehe 23 Mei 25, na mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Benki ya Maendeleo ya Afrika, na mradi huu wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 83.3 takriban bilioni 229 inajumuisha ujenzi wa hospitali ya kisasa ya magonjwa ya moyo na mishipa ya damu katika kampasi ya Mloganzila. Kutakuwa na ufadhili wa masomo kwa wanataaluma 120 wa ubingwa na ubobezi. Vile vile itafadhili tafiti za sayansi ya magonjwa na moyo. Uwekezaji huu wa kimkakati unalenga kuboresha huduma za afya na rasilimali watu nchini Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kwa ujumla mafanikio haya ni matokeo ya ushirikiano wa dhati kati ya management ya chuo, baraza la chuo, watumishi, wanafunzi na wadau wa maendeleo ndani na nje ya nchi. Nachukua fursa hii kuwapongeza wote na kuwashukuru kwa kujitoa katika kutimiza dhamira ya MUHAS ya kutoa elimu bora, kufanya tafiti zenye athari na kutoa huduma za ubunifu zinazogusa maisha ya Tanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo kimeendelea kuwekeza katika teknolojia ya habari na mawasiliano yani TEHAMA kama nguzo muhimu ya kuboresha mazingira ya kujifunzia, kufundisha na kufanya tafiti na kusimamia shughuli za utawala kwa ufanisi zaidi. Kupitia kurugenzi ya TEHAMA, chuo kimefanikiwa kufanya maboresho makubwa ya miundombinu, mifumo na huduma za kidijitali kwa mwaka huu wa 2025. Miongoni mwa mafanikio haya muhimu ni pamoja na kuboresha mfumo mkuu wa chuo ikiwemo Institutional Repository, Research Ethics Information System, Student Academic Records Information System, Library System, CCTV Surveillance System. Hii hatua iongeza ufanisi na usimamizi wa taarifa na usalama wa miundombinu ya chuo. Vile vile tumesimika mifumo mipya ya kitaifa iliyoundwa na serikali kupitia mamlaka ya serikali mtandao. Vile vile tumeweza kuunganisha chuo chetu na mfumo wa serikali wa ubadilishaji wa taarifa, ambapo mfumo wa SARIS wa usimamizi wa huduma za wanafunzi sasa unabadilishana taarifa kwa wakati na taasisi nyingine kama bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, bima ya afya, baraza la taifa la elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi STAD na Activate, baraza la mitihani la taifa na tume ya vyuo vikuu Tanzania. Aidha, chuo kimeendelea kuimarisha usalama wa taarifa na huduma za seva kwa kusimika cooling system na fire suppression system katika vyumba vya seva vya kampasi ya Muhimbili na kufanya maboresho ya vifaa vya kisasa vya TEHAMA kwa matumizi ya kufundisha pamoja na utawala. Kwa kuangalia mbele, chuo kimepanga kutekeleza miradi mipya ya kidijitali ikiwemo kuanzisha mfumo jukwaa wa ndani kwa mawasiliano ya ndani, usimamizi na upatikanaji wa taarifa nyaraka ambayo ni Intranet Collaboration System, mfumo wa kutoa taarifa za kina za shughuli za taasisi, Business Intelligence Reporting System, na mfumo wa mawasiliano ya sauti kwa mtandao. Hatua hizi zinalenga kuongeza ufanisi wa kazi,
uwazi katika utawala na kukuza uzoefu bora kwa kujifunza na kufundisha kwa njia za dijitali. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kama alivyoeleza mwenyekiti wa baraza, mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi unaendelea kutekelezwa kwa mafanikio makubwa katika kampasi yetu Mloganzila pamoja na Kigoma. Kwa upande wa Mloganzila, ujenzi wa miundombinu umefikia 50% na upande wa Kigoma ujenzi umefikia 35%. Na tunatarajia miundombinu hii itakuwa imekamilika mwezi wa 6 mwaka kesho 2026. Kwa niaba ya management ya chuo, napenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa uwekezaji huu mkubwa na wa kihistoria katika elimu ya juu kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Utekelezaji wa mradi huu umeweka msingi imara wa kuimarisha ubora wa mafunzo, tafiti, huduma kwa jamii na matumizi ya tehama, hivyo kutatuwezesha chuo chetu kuendelea kuwa kitovu cha ubora wa elimu ya afya nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, katika mwaka huu chuo kimeendelea kutekeleza miradi muhimu ya ujenzi na ukarabati katika kampasi ya Muhimbili, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuboresha mazingira ya kazi, kujifunzia na kuimarisha ustawi wa watumishi na wanafunzi. Miradi ambayo imefanyika kwa kipindi hii ni pamoja na kuanza kwa ujenzi wa uwanja, kituo cha michezo ikijumuisha uwanja wa mpira wa miguu, pete na kikapu na chumba cha mazoezi yaani gym. Ujenzi wa kituo hiki hapa kampasi ya Muhimbili ilianza tarehe 15 Agosti 2025 na utarajiwa kukamilika tarehe 15 Julai 2026. Kituo hiki kinatarajiwa kuimarisha afya za watumishi na wanafunzi na kufanya mazoezi na kushiriki michezo mbalimbali, hivyo kupunguza magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Vile vile kituo hiki kitatumika na wadau wengine kwa kulipia na hivyo kuchangia kuongeza mapato ya chuo. Vile vile kuna ujenzi wa jengo la ofisi kwa watumishi 160 pamoja na ukumbi wa mihadhara wenye uwezo wa watumiaji 500 ambao unaendelea katika kampasi ya Muhimbili. Vile vile ukarabati wa mabweni ya wanafunzi katika kampasi ya Muhimbili na mabweni ya Chole umefanyika katika kipindi hiki. Katika kipindi hichi vile vile chuo kimenunua na kusimika generator 3 mpya zenye uwezo wa kVA 350 kila moja. Mradi wa upanuzi wa jengo la shule ya kinywa wa shule ya kuu ya afya ya umma na sayansi za jamii vile vile unaendelea katika kampasi ya Muhimbili. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kwa upande wa tafiti zimeendelea kuwa nguzo kuu ya 3 ya chuo na chanzo muhimu cha maarifa, bunifu na mapato ya ndani. Kupitia kurugenzi ya tafiti, machapisho na bunifu, chuo kimeratibu jumla ya miradi 121 ya utafiti kwa mwaka wa masomo 24-25. Ikiakisi hali kubwa ya kitaaluma na mchango wa chuo hiki katika maendeleo ya taifa. Idadi ya machapisho ya kitaaluma, yani publications, imeongezeka kutoka 324 mwaka 23-24 hadi 577 mwaka 24-25. Kwa sasa chuo kina jumla ya bunifu 96 kutoka kwa wafanyakazi na wanafunzi ambazo ziko katika hatua mbalimbali za kuendelezwa ili ziweze kufikia sokoni kupitia ushirikiano na sekta za viwanda na biashara. Kwa upande wa ufadhili wa tafiti, chuo kwa sasa kina zaidi ya mashirikiano ya kimataifa 158 na wadau wa maendeleo wanaofadhili tafiti na bunifu. Mfano bora ni shirika la SIDA kutoka nchini Sweden ambalo limekuwa mshirika wa muda mrefu wa chuo hiki kuanzia mwaka 1986. Kwa kipindi hiki cha mwaka 24 hadi 2030, shirika la SIDA limetoa korona milioni 52.17 sawa na takribani fedha za Tanzania bilioni 13. Fedha hizi ni kwa ajili ya kusaidia tafiti, bunifu na mafunzo kwa wanataaluma 20 kwa ngazi za uzamivu yani PhD. Aidha, kama alivyoeleza mwenyekiti wa baraza, tarehe 28 Februari 25 chuo kilizindua rasmi mfuko wa maendeleo wa Ali Hassan Mwinyi MUHAS Endowment Fund. Mfuko huu ni mpango wa kimkakati wa muda mrefu wa kusaidia tafiti, bunifu na elimu ya afya nchini. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, rasilimali watu ni uti wa mgongo wa utekelezaji wa majukumu ya chuo. Katika mwaka wa fedha 24-25, MUHAS imeendelea kuimarisha uwezo wake wa kitaasisi kwa kuongeza idadi ya watumishi na kuendelea kuwajengea uwezo waliopo. Jumla ya watumishi wapya 43 wameajiriwa katika fani mbalimbali. Ajira hizi zimeongeza ufanisi katika utoaji wa elimu, tafiti na huduma kwa jamii. Hivyo nipende tena kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuidhinisha vibali vya ajira hizi ambazo zimekuwa chatu katika kutatua changamoto ya upungufu wa watumishi hasa wanataaluma. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo,
Kwa upande wa rasilimali fedha, MUHAS imeendelea kutekeleza mpango wa kuongeza vyanzo vya mapato kwa kuanzisha kitengo cha kuanzisha mapato, yaani MUHAS Business Development Unit, ambacho sasa kinaratibu shughuli zote za mapato ya ndani. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kwa kumalizia, napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza tena wahitimu wote wa mwaka huu kwa kufaulu vizuri masomo yenu. Ni imani yangu kwamba wahitimu wa mwaka huu mtakuwa wabalozi wazuri wa chuo hiki chenye sifa nzuri kitaifa na kimataifa kwa kufanya kazi kwa juhudi na maarifa na kuzingatia weledi na mihiko ya taaluma zenu. Aidha, mafanikio yaliyofikiwa leo na wahitimu hawa yasingeweza kupatikana bila mchango mkubwa wa serikali, maprofesa, waadhiri, wafanyakazi wote wa chuo na wafanyakazi wa hospitali zetu za mafunzo, ikiwemo hospitali ya taifa Muhimbili, taasisi ya mifupa Muhimbili, taasisi ya saratani ya Ocean Road, taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, hospitali ya jeshi Lugalo, hospitali ya CCBRT, hospitali za rufaa za Amana Temeke na Mwananyamala, hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe, na hospitali na taasisi nyingine za afya zinazoshirikiana na chuo katika kuandaa wahitimu hawa na kufanikisha siku ya leo. Naomba nitoe shukrani zangu kwenu wote kwa kushiriki kikamilifu na kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wanaohitimu leo na wengine wote wa chuo hiki wanapata elimu itakayoweza kutekeleza majukumu yao huko wanakoenda. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuwashukuru sana kwa kunisikiliza na niwatakie maadhimisho mema ya sikukuu ya Krismasi pamoja na mwaka mpya wa 2026. Asanteni sana.